أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma ziada za kheri kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya, kama qala maulahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ndugu zangu, naomba niwakaribishe katika darasa letu hili ambalo leo tutaenda kutazama ama kuzungumzia suala zima la athma ama pumu. Ni miongoni mwa matatizo makubwa ambayo huwasumbua watu wengi, na ni matatizo ambayo humpata mtu wa namna yoyote bila kujalisha rika wala jinsia. Anaweza kupata mwanamke ama mwanamume, lakini mtoto kwa mkubwa anaweza kupata tatizo hili la pumu. Sasa tutaenda kuangazia pumu ni nini, sababu zake ni zipi, na zipi dalili zake, na kwa namna gani tunaweza tukapata ufumbuzi juu ya tatizo hili. Tukianza na maana. Asthma is a lung disease caused by your airways to swell and narrow. Kwamba asthma, pumu, ni ugonjwa wa mapafu ambao unasababisha njia zako za hewa kuwa kuvimba na kuwa nyembamba, yani kuvimba na kusinyaa. This condition can make it hard to breathe. Hali hii itakupelekea ugumu wa kupumua. Is dangerous and affect their airways to lungs known as bronchial tube. Kwamba hali hii ni hali ya hatari ambayo inaweza kuathiri njia zako za hewa kwenda kwenye mapafu zijulikanazo kama bronchial tube, and causes long term inflammation in your airways, na itasababisha kuvimba, itasababisha uvimbe kwenye njia zako za hewa. This condition can last for a long or short. Hali hii inaweza kudumu kwa muda mrefu au mfupi. How will the patients receive treatment to enable him to solve the problem? Ni kile kiasi ambacho mgonjwa sasa ataweza kupata tiba kwa ajili ya kuweza kusuluhisha au kumaliza tatizo lake. Yani kudumu kwa muda mrefu au mfupi ni kiasi cha mgonjwa kupata tiba ambayo itaweza kusaidia kumaliza tatizo lake. And asthma can affect all people. Na kwamba asthma inaweza kuathiri watu wote bila kujalisha ni mwanamke ama mwanamume, mtoto ama mkubwa. Tuangalie symptoms sasa, yani dalili za asthma. One of them, shortness of breath. Moja katika hizo ni ule ufinyu wa upumuaji, yani mtu kupata shida kwenye kupumua, hususan katika kipindi cha baridi. Wengine huwa wanasumbuliwa lakini wengine huwa wanasumbuliwa hata katika hali ya kawaida tu. Nyingine yake ni whistling, ile hali ya kupiga miruzi, yani sehemu ya mfumo wa upumuaji kutokana na kubanwa, mtu pumzi anayoitoa ni kama anapiga miruzi. Kuna ile sauti fulani nyembamba huwa inasikika wakati anapumua. Nyingine ni chest tightness, ni kule kukaza kwa kifua au ule mkazo wa kifua, kupata maumivu ya kifua. Na nyingine ni kofi, yani kule kukohoa, yani mtu anapata hali ya kukohoa na kule kukohoa kusiko kwa kawaida. Sasa causes of asthma, wataalamu wanasema expert and sure what the causes of asthma. Kitaalamu ni kwamba haijafahamika zaidi ni kipi hasa chanzo halisi cha asthma, lakini hizi tunazoenda kuzungumza hapa ni riski ambayo mtu itampelekea kupata tatizo hili la asthma. Yani ni zile tunaweza kusema kwamba hali za hatari ambazo mtu zinaweza kumpelekea tatizo hili la pumu. One of them, genetic problem, ni matatizo ya kurithi. Asthma imefanyiwa utafiti kwamba mtu anaweza kurithi kutoka kwa wazazi kumpata yeye. Endapo wazazi labda mfano walikuwa na hali hiyo ya asthma, basi kuna uwezekano mkubwa mtoto akapata asthma. Kwa hiyo genetic problem have been associated with a occurrence of about
about of this asthma, kwamba hii hali ya genetic, hali ya vinasaba inahusishwa kwa 90% kwa ugonjwa huu wa pumu. It has been seen that a person can inherit it. Imeonekana kwamba mtu anaweza kuirithi, especially during childhood, hususani pale ambapo anakuwa katika kipindi cha utoto, mtu anaweza kurithi ugonjwa huu wa pumu. Lakini sababu nyingine ni live with allergy in a long time, kuishi na vitu vyenye mzio kwa muda mrefu, yani vitu ambavyo vinakuwa na, yani kwako vina allergy na wewe alafu unaishi navyo kwa muda mrefu, basi imeonekana kwamba inaweza kukupelekea kurithi tatizo hili la asthma. Nyingine ni kwamba smoking and second hand smoking, third hand smoking, yani moshi, uvutaji wa sigara na moshi wa mtu mwingine. Yani tukisema moshi wa aina yoyote kwanza, ambao ni moshi wa kuchomwa, yani moshi unaotokana na kuchomwa kwa miti ya aina mbalimbali. Ikiwa wewe ni mvutaji wa moshi huo, kwamba upo sehemu labda ambayo moshi huo unachomwa mara zote unauvuta, lakini pia vile vile uvutaji wa sigara, hata kuvuta sigara kwa mtu mwingine, hususan kwa wale watoto ambao hata mapafu yao bado hayajakomaa, kwao ndo hatari zaidi. Sababu nyingine ni respiratory infection. Respiratory infection, kwamba ni ile hali ya maambukizi ya upumuaji. Maambukizi ya upumuaji, mfano zile homa za baridi na magonjwa mengine ya kupumua huweza kumpelekea mtu tatizo hili la asthma. Nyingine ni strong chemical or smell, kwamba nyingine yake ni kemikali au harufu zilizo mbaya ambazo mtu anaweza kuwa anazivuta kwa muda mrefu, mfano kemikali za viwandani, harufu mbaya za sehemu mbalimbali ambazo zikiwa ni sehemu ya kila siku, basi hiyo inaweza ikawa ni sehemu ya hatari mtu kumpelekea tatizo hili la asma ama pumu. Kwa hiyo hizi tulizozizungumza hapa ni miongoni mwa vile vichocheo ambavyo mtu vinaweza kumpelekea tatizo hili la pumu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mpaka hapo ambapo tumeweza kuzungumza kuhusu tatizo hili la pumu, endapo wewe ni muhanga sasa wa tatizo hili la pumu, basi Ibn Umar al-Mukhtar inakukaribisha kupata dawa bora ya pumu ambayo itaenda kumaliza kabisa tatizo hili la pumu, kwa maana kwamba itaenda kumaliza tatizo la pumu na zile athari zote zinazotokana na ugonjwa huu wa pumu, kwa maana kwamba utapata dozi kamili ambayo itaandaliwa kutokana na mgonjwa halisi. Ipo dozi special kwa ajili ya mtoto na ipo dozi special kwa ajili ya mtu mzima. Kwa hiyo tunakukaribisha ili kuweza kupata dawa zetu zilizo bora. Ibn Umar tunasema afya bora nuru ya maisha yako. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.